Sehemu moja tu ya right ya mashetani zoyo. Ametoka. Are you for real? We never know that you will come back. There you go. Here we are. And Kamete is my very, very good name. Na niko naye Regina Kinodhia ambaye ametufungulia milango ya kwake. Why? Because she has an amazing testimony. Regina walizaliwa wakiwa watatu na yeye ndiye kifungua mimba ama pia ukipenda firstborn. Na waliachwa na mama yao wakati ambapo ana umri wakati ya miaka 5 na miaka 6 hapo. Na hawakuachwa na mama eti kwa sababu alikufa. Mama aliwatelekeza. And I think but atakwambia is like alikuja then akafariki baadaye. But what they went through is gonna shock you, but also utaona vile ambavyo Mungu aliweza kuwasaidia. Sijui kama mpiga picha wangu anaweza akakuonesha meza hii. Kuna those documents ambazo unaziona hapo. Na hizo ni stakabadhi zake za masomo. Because there is also a story there. It is never too late. Ladies and gentlemen, huu ni ushuhuda wake Regina Kinodhia. Finally here we are and we thank the Lord. Na tunashukuru Mungu kwa sababu hapa kuna ushuhuda ambao utaweza kujenga mtazamaji, and we thank you kwa sababu ya kukubali hata kutukaribisha hapa. Ndivyo ulimwengu uweze kujua vile ambavyo Mungu amefanya katika maisha yako. Ila tukianza tu swali ni why do you want to share your story? Okay, asante sana Bwana Kamete. Karibu sana. Kwanza ninawashukuru, nimewangojea na ninashukuru Mungu mmefika. Yeah. Ile sababu ningetaka kushare my story with the people of Kenya ni kuwaonyesha ya kwamba kuna Mungu mbinguni. Na haijalishi ni wapi umepitia, haijalishi ni mashida gani umekubana nayo katika maisha, lakini ninataka kuambia wale ambao wamekufa moyo ya kwamba kuna Mungu wa another chance. There is God of another chance. Amen. Who can be able to change your story. Yep. Yes. And you have seen that God. Amen. Sasa hapo awali nilikuwa nimesema I am the firstborn in a family of 3. Na nimesema I was the firstborn. Na nikiwa kama miaka 6 hivyo mama yangu alitoweka kutoka nyumbani. Na up to that time sikuwahi muona tena. Alituacha katika mikono ya our grandparents. So mzee akuwa Buddha? Alikuwa single mother. My mom was a single mother. Right. Yeah. So alipotoweka alituacha katika mikono ya nyanya na babu yangu. Na of which nyanya yangu pia alikuwa na watoto wake kadhaa. So tulipata shida because as you can see in this picture. Yes, this was the situation of our family. Okay. Yes, I was able to pick that picture. Huko ni kwa nyanya yangu mahali nililelewa. Kunaitwaje huko? Ni hapa tu Gatito. Baitwa Gatito on your way to Muho High School. All right. Yes. There you go. Hapo ndipo nililelewa. So this is your grandma? Yes, and my grandfather. Nani? Huyo mwenye ameketi chini kuna wawili ambao wamesimama. Huyo ni nyanya na babu. Okay. Yes. Kuna huyo ni my cousin. Mwenye yako hapa nyumba. Lakini kuna ingine utaona ka boy kameketi chini. Oh yeah. Yes. This one. Yes. That is my brother. Okay. Mwenye sasa alikuwa firstborn. Na mwenye amesimama hapa ni your cousin? Mwenye alikuwa tu pale kwa hiyo picha ya kwanza. Okay. Yes. So hiyo ni shuhuda ya kwamba huko ndiko nililelewa. The house that you can see there, hiyo ndio ilikuwa nyumba yetu. Yeah. Na kulingana na the situation yenye umeona hapo, sisi kukula ilikuwa shida, kuvaa ilikuwa shida. You can see even the grandparents the way they are. Yeah. Kukula ilikuwa shida. Yep. Na hata kusoma bado ilikuwa shida. So mimi for example niliingia nursery school kama nimechelewa sana. And I remember one day wakati nilipelekwa na shushu
kwa shule, mwalimu mwenye nilikuta, kuna kitu aliniambia, hata saa hii sijawahi sahau. Juu aliniita kando, akanivuruta masikio, akaniuliza, sasa wewe umeletwa ukiwa mkubwa hivi, si utatolea matiti kwa shule? Kwani how old were you? I was like 7 years old. Okay. Nikiingia nursery school. So hiyo ililoa my self esteem kutoka saa hiyo, na hata akiniuliza swali kwa darasa singeweza kujibu. Juu hata nikichukua mkono juu alikuwa ananiita, we nyanya ya watoto wengine jibu swali. Come on, so, really? Yes, as from that time my self esteem ikakuwa chini. Singeweza, hata kama nilikuwa najua swali singeweza kujibu. Juu ataniita tu ile jina. Alikuwa mwalimu mwanamke mwanaume? Alikuwa mwalimu mwanamke, and as we speak she's my neighbor. Oh, okay. She's still here. Ako hai? Ako hai? Yes. Haya, sasa niliendelea hivyo Okay. na nikaweza kusoma, nikaingia shule ya msingi. Mnakutananga na huyo? Yes, hata na muajiri kwa shamba yangu because there is God of another chance. Yes. Are you for real? Yes. Nitakuonyesha kwake mkihumu. Hata sitauliza sana maswali mingi. Yeah, okay. Okay. Sasa niliingia nursery na nikaweza kujoin grade 1. I mean by that time it was class 1. Na my sister naye akafuatilia. So nikiwa class 1 sikuweza kuingia the intended time. So, shule huwa zinafunguliwa January. Sikuweza. So first year class 1 nilisoma like 1 term. Sababu sasa maguo, uniform na kadhalika, saa hiyo kulikuwa kunalipwa shule, nyanya hangepata pesa ya kunia enroll kwa shule. So my primary life ni kama nilisoma from class 1 to class 8, ni kama nilisoma tu mwaka mmoja fully. Because yes, sikuweza kusoma mfululizo sababu nikienda nafukuzwa juu ya fees na hakuna pesa, na nyanya akona watoto wengine anafanya nini wako mbele, my aunt now and my uncles, so walikuwa tu ana concentrate na wale, so watoto wengine wakifukuzwa sisi tulikuwa tunalazimishwa tukae nyumbani, wale wakubwa wasome. So my life in primary school nikishikanisha zile siku zote nilisoma haziwezi zikafika mwaka. What about your sister? My sister alisoma baadaye. Okay. Sana with the same thread. Huyo mwingine? My brother hata yeye alisoma. Okay. Lakini wote walifika tu class 8. Alright. So me on my side I was very bright. So hata nikifukuzwa shuleni nilikuwa tu nangojea wakati wa mtihani. Ninajificha naenda nafanya mtihani. Na nikifanya mtihani hata kama sikuwa nimesoma, nilikuwa na either nakuja number 1 ama number 2. Na number 2 sana sana nilikuwa nakuja after combination of the classes. Na sikuwa nasoma. Yes. Sikuwa nasoma. So in 1996, sababu hapa this is about my story. Yep. That is when I did KCP first year. First round 1996. And by that time it was out of 700 marks. I got 376 marks out of 700. Na masomo yangu ikafika hapo. Okay. Sababu sikuwa na mtu wa kunienroll secondary school. So nakumbuka nilianza kutafuta vibarua na nikapata moja ya kufulia watu nguo mahali panaitwa Kiganjo Market. Na January ikafika 1997 na wale tulifanya nao class 8 wakajoin secondary schools. So wakati nilikuwa kitu class 7 kuna mwalimu aliletwa shule yetu akiwa deputy na akakuwa concerned na my life. Yeah. Na sana sana aliguzwa na my performance. So nakumbuka kuna wakati aliniita na akaniuliza about my family na nikawaelezea, na my grandfather akaitwa shuleni. Na akasema ya kwamba hawezi nisaidia kusoma zaidi ya class 8. Yeah. So in that 1997 huyo deputy akatolewa kwa shule yetu, akawa promoted to another neighboring school. Akawa head teacher.
So aliulizia stori zangu kama nilijoin high school, akaambiwa sikuweza kujoin high school. So akaniita kwa shule yake. That is in 1997. Yeah. So waliponiita akaniuliza kama naweza rudia class 8 nipate marks poa kuliko zile 376, anitafutie sponsor. Wow. Na sasa from mahali nilikuwa nasomea to the school he went, singeweza make from home Kutembea. to school. Kutembea singeweza. Okay. So ikabidi sasa nikasema nitaitikia kurudia juu sikuwa na otherwise. So alienda na namkumbuka huyo mwalimu, na Mungu amsaidie kama bado yuko hai. Akaongea na staff wake na one of the ladies akaitikia kuni host kwake. Alikuwa anaitwa nani huyo mwalimu? Alikuwa anaitwa Mr. Kigwa. He was from Gatanga. Okay. Karibu na Dakaini Dam. So you have never heard about him since? Hapana, sikumsikia tena. Mr. who? Mr. Kigwa. Mr. Kigwa. Yes. Just in case someone knows him and he is alive, mwambie Mungu ambariki sana because of what he did. So akazungumza na one of the staff. Yes. Na one of the ladies anaitwa Teacher Agnes, Mrs. Kamau, akaitikia. Is she alive? She is still alive and my best friend. Yuko wapi? Mahali tu mmetoka. Yep. Hapo Kigongo Police Station. All right. Utaingia na ako Kajia. Anaitwa Mrs. Kamau. Anaitwa Mrs. Kamau. Mrs. Kamau, may God bless you. Amen. For what you did. Yes. Yep. So alinichukua kama mtoto wake, na Kamete, I can say huko ndiko nilipata kwamba kuna maisha ingine. Juu hapo ndipo nilipata kitanda ya kwanza, kulalia juu ya kitanda. Oh. Juu mi all those years sijawahi lalia kitanda. Oh. Ule home, kulingana na vile umeona, tulikuwa tunatandika magunia. Nyumba yetu ilikuwa ya rumu 3. Na one of the rooms ndio ilikuwa kitchen na ndio ilikuwa bedroom. Hiyo ingine ilikuwa table room, na sasa ile ingine ilikuwa ya my grandparents. Yeah. Yes, na ujue kuna my aunts and my uncles in that room. So na kulikuwa tu na only one bed. So sisi na my sister na my brother tulikuwa tunagojea chakula kipikwe, alafu tunaondoa moto na tunaondoa yale mawe. Si unajua sasa tulikuwa tunatumia mawe matatu yale mawe matatu, tunaipanga vizuri sana, alafu sasa tunatandika magunia hapo. Na sababu hata blanketi hakukuwa, tulikuwa tunajiingiza ndani ya gunia. Hey. At least tuweze pata kama viazi. Yes, tuweze kupata joto. And hapo bado Na kitanda nayo inalala watu wangapi? My aunts walikuwa 2, walikuwa 3. Na sasa my uncle at least alikuwa na ako kanyumba kadogo umepata. So nilipohamia kwa yule mwalimu Mrs. Kamau, hapo nikapata kuna maisha ingine. Juu nilikuwa naweza kukula vizuri, alafu ninavaa vizuri juu alinishika kama mtoto wake. So akinunulia watoto wake manguo alikuwa anani-count. Oh, so ni kama amekuadopt. Very true. So niliendelea hivyo, na wakati tulikuwa pale kwa Guka, my grandfather was a drunkard. Hapo nilisahau kusema. So wakati tu akiingia kwa boma hakuwa anaona watu wengine. Alikuwa anaona makosa yote ni ya sisi, na ni sisi tumemwekelea shida mingi hata kuliko za watoto wake. So most of the times hatukuwa tunalala kwa boma tukiwa na my sister. Alikuwa anatufukuza akituambia twende tukatafute mama yetu. So most of the times Mr. Kamete tulikuwa tunalala juu ya mti, na kesho ni shule. Tunapada juu ya mti, tunaangalia mahali kuko na very good branch, tunalala huko. The 3 of you? My brother alikuwa anapendwa sana na my grandfather. He was his best child in that family. So mimi alikuwa ameitwa yeye? Yeah, naitwa yeye. So alikuwa anampenda sana. So hata chakula yake ikipatikana walikuwa wanagawanya na yeye. So mimi na my sister kazi yetu sana sana tukisikia Gukako kwa pombe tulikuwa already tumetayarisha mahali pa kulala. Sababu tulikuwa tunajua akuje hata ni saa ngapi, kwetu ni nje. So mnalala juu ya mti? Tunalala juu ya mti, na ninakumbuka kuna time my sister alilala akasahau ya kwamba ako kwa mti.
Akajigeuza. Akajigeuza. So alianguka na kumbe hapo chini kulikuwa na mbwa akamlalia. So vile mbwa alibweka ndio ilifanya tujue ai hatuko kwa nyumba, tuko kwa mti. So kakapanda juu haraka kakarudi mahali tulikuwa. So mlikuwa mlala the whole night? Yes, na kesho ni shule. Tuko that time tuko primary school na hakuna mahali pa kuogea sababu na yeye Guka alikuwa anaweka mkazo na ukimfungulia tutaonana. By the way hata my grandmother alikuwa anapigwa vita zetu sana. Juu sana alikuwa anaficha chakula anatuletea mahali tumejificha. Yeah. So ikaendelea hivyo na ninakumbuka kuna siku kuna time tulikaa like 4 days without food Bwana Kamiti. Na ni kama nilikuwa class 3 hivyo. Tunaamka hakuna chai, hakuna uji, hatukukula usiku, mchana yote hakuna chakula. So one day mimi nikazimia kwa kitanda, nikashindwa na kutoka sababu ya njaa. Asubuhi? Asubuhi nikashindwa kutoka. Kitanda ya chini? Ile ya chini sasa. Ukashindwa kuamka? Yes. So my aunt moja akaona ya kwamba ninaaga na si kugojeka ni njaa tu. So what she did, alichukua mahindi kavu, akatafuna. Mahindi ngumu? Yes, akatafuna, ikawa sasa liquid. So alikuwa anatafuna, ananiweka kwa mdomo. Yes, na after some time, nikapata energy, nikaweza kuamka. Ni juu hakuna chakula ama juu Guka amekazia? Hakuna chakula. So hata yeye hana? Yes, hata ninaweza kubuka sana hii picha wakati shosho alipigwa. This one? Yes, alikuwa ameenda kibarua somewhere na alikuwa amebeba hiyo nini basket iko hapo. Hiyo kiondo iko hapo. This one? Yes. Yeah. Na tulikuwa tunafurahi sana tukiona akienda nayo juu tulikuwa tunafikiria ama tuna hope atakuja na kitu. But that time hata ukiona the boy, my brother venye amekaa, alikuja bila chochote. Yeah. Yes, unaona vile kamekaa. This one? Yes, hatukuwa tumekula. Na pesa kupigwa picha walitoa wapi? Hata sijui, huyu alikuwa my neighbor. Na ni kama alikuwa anajifunza kupiga picha by that time. Yes, alikuwa anajifunza. Before uendelee, let me ask you a question. Yes. Mbona mnakosa chakula na mko kwa shamba? Yani hampandi mahindi, ni nini? Kulikuwa na shamba na ni kubwa, hata saa hii tukienda usikie ni hiyo shamba iko inatoa kitu, utajua ya kwamba kuna spirit of poverty. Mimi naweza sema ilikuwa roho ya umaskini. Hiyo shamba ilikuwa how? It is 2.5 hectares, 2.5 hectares, lakini haikuwa inatoka kitu. But now saa hii hakuna watu wanakaa hapo. My grandmother died. My grandfather is still alive but anakaa Ruai na mtoto wake. Nasa ni ako aged. But saa hii ukienda wale wamepewa shamba walime huko wanatoa vyakula kabisa. But that time hata ukipanda hakuna kitu ilikuwa inatoka. So anakutafunia nini mahindi akakupea ukapata nguvu? Nikapata nguvu. Yeah. Na sasa nikaweza kuamka na that night ninakumbuka my grandmother alikuja na unga na tukaweza kupata chakula hiyo siku. Ugali? Yes, tukaweza kukula ugali. Kuna mboga? Hakuna. So ni ugali? By the way tulikuwa tunakula ya chumvi. Inapikwa, alafu unawekewa chumvi sasa ukikula. So historia yenye watu wanasema kula ugali kwa chumvi, it is real and it is there. Mimi nimepitia hiyo. Na sana yani wakati tulikuwa tunapata chakula mpaka unabeba ni wakati amepata mahindi, ameenda ameajiriwa kibarua mahali fulani, amelipwa kwa kupewa chakula, maybe mahindi ama mandizi, anything, anakuja anapika. Mahindi inakuwa ni mingi, so tulikuwa tunakula na haina maharagwe. Haikuwa na maharagwe, inachemshwa hivyo tu, alafu inatafutiwa green masukuma, inakorogwa hivi. Mkurugushu? Yes. Yeah. Mpaka zina turn yellow, unaziona na turn yellow. Yeah. At that time tulikuwa tunafurahi sana sababu at least tumepata hata chakula ya kubeba tukienda shule. So ndio nilikuwa nasema after sasa kujoin familia ya Mrs. Kamau, hapo ndipo niliona kuna dunia ingine. Kumbe watu wanalala vizuri,
Kumbe watu wanakula breakfast, wanakula lunch na jioni na unalala mahali pazuri. So nikaanza kuona Mungu akinikumbuka. So nilisoma hiyo 1997 na nikafanya class 8. Okay. Nilikwambia hapo mbeleni nilipata 376 marks. This time loud because nilipata environment mzuri ya kusoma, I got 448 marks. What? Yes. Na this time nikaitwa a provincial school in Nyeri by the name Kagubiri Girls. So sasa yule head teacher alikuwa ameniahidi ya kwamba akona sponsor. Akaniletea sponsor. Alikuwa mzungu, alikuwa a teacher at Thika High School. So akakuja na akasema chenye atakuwa ananisaidia nayo ni 10,000 per year. Per year. Si per term. Per year. Yeah. Na sasa this is a boarding school na nyumbani hakuna kitu yenye hata naweza nunua bag ya kwenda shule nayo. But I thank God at that particular time my grandfather had a cow. Na so the head teacher now Mr. Kigwa approached my grandfather na akamuuliza kama anaweza iuza at least ni join wapi? Form 1. Form 1 na akaitikia na I remember alipoiuza ilitoka 6,000. 6K. Yes. So niliweza kununuliwa box na some personal items. Na wakati wa kujoin nikapelekwa na huyu mama sasa. So Mrs. Kamau alikuwa sasa kama mama yangu sababu ni yeye alinipeleka during opening day at Kagubiri Girls. Hii time yote your mother, you have never heard about her, you have never seen her. Yeah, but nikiwa class 4 kuna wakati alijitokeza ikasemekana anapatikana Ruiru na my grandfather akafurahi sana. Na so wakati tulifunga shule akatupatia fare na akatupatia one of my aunt atupeleke Ruiru. Na ukweli tukaenda na tukamkuta. Lakini kumbe ile time tulienda na mamangu already ameoreka na akona first born huko sasa, kona mtoto msichana. Na kumbe alikuwa amepangiwa kupelekwa Ushagu. Sasa Kakamega. Ile time sasa tulifika, tulikaa like 1 week wakaenda. Wakaenda ama mkaenda? Hatukuenda na yeye. Vile walifanya walikuja usiku kama wamelewa sana na kumbe kesho yake ndio wanasafiri. So wakakuja wakagobana, kanyumba ilikuwa 1 single room, wakagobana sisi na my sister tukarushwa nje. Kurushwa nje nikaambia my sister let us go and hide in one of the toilets. At least ilikuwa kitu saa 6 za usiku. So tulipoingia kwa one of the, by the way tuliingia kwa bathroom ni hapa Ruiru. Hatungeweza kulala huko sababu ya mosquitoes. So by that time nilikuwa class 4 na my sister alikuwa kitu class 1 ama class 2 hivyo. So tulipoona ya kwamba hapa hatuwezi, nikamwambia sister yangu let us go to my uncle, another my uncle, mama yake na my grandfather, they are brother and sister. So tuka trek for a very long distance tukafika kwa my uncle huyo. So the following day akatuamsha mapema sana. Akatuambia ya kwamba nilisikia mama yako anapelekwa, mama yenu anapelekwa Ushagu Kakamega. Na kwa hivyo mtaenda mapema mkute kama hawajatoka ndio at least mpewe fare kurudi kwa guka sababu nilisikia anasema anaenda tu na mtoto mwenye amezana huko. Kufika kitu 6 tulikuta walienda saa 9 za usiku. So ni mimi na my sister tukakuta ameachia mtu wa duka 150 shillings ati tukikuja to home kwa guka. So ninakumbuka tulipofika kwa guka akatuonea akiwa bali hii nyumba yetu ilikuwa mahali pale chini hivyo na barabara iko pale juu. So guka akiwa pale chini akatuona. Alichukua mti. Mnarudi wapi? Si mama yenu mmempata Ruiru. Nilisema Gathesha ndiye ninajua. My brother naitwa Gathesha. Nyinyi mrudi mahali mmetoka. So sisi tukakuwa stranded, tukakaa kwa barabara mpaka kitu saa 1. Na sasa tukaona giza inaingia na hatuna mahali pa kwenda. So nikaambia my sister twende kwa one of the friends wa my grandfather tumuongeleshe tuone kama atakuja kumuongelesha guka. Yeah. So walikuwa marafiki. Na so tukaenda na akakubali tukakuja na yeye. Okay. Na I thank God because that time hakuwa amelewa.
Guka was sober na the friend was also sober. So aliitikia na akakuja akaongea na Guka, and from that time Guka akatuitikia kwa boma yake tena. Na sasa akaapa ya kwamba hakuna hata akikuja hapa mama yangu hataweza kututoa huko. So akachukua hiyo mzigo sasa ya kutulea. Yes. Hapo Mungu akaingilia kati. Hapo Mungu akaingilia. All right. Yes. So sasa nilikwambia nikapeleke kwa high school. High school. Yeah, na yule mwalimu sponsor akapeana 10k. Akapeana 10k for the whole year. For the whole year. Yeah. Na pale Guka ameuza ng'ombe ya 6k. Yeah. So hiyo ikatumika kununua personal items. So first term, that is now 1998, ndio niliingia form 1. Tukakuja midterm. After midterm sikuweza kurudi kwa hiyo shule sababu already ile 10k hata haikuwa imemaliza first term fees, na nilikuwa nimeambiwa nisirudi bila pesa. So Kagubiri Girls nilisoma half term. Yes. Na by that time shule zilikuwa form 1 walikuwa wanaingia February. So after now midterm sikurudi. Sababu nilipomwendea Mr. Kigwa akaniambia sasa mimi sina namna ingine, ile pesa tulipewa risiti ndio hii na ndio mlilipa nayo, na huyu alisema atakuwa anapata tu 10,000 per year. So sasa sijui utafanya nini. Na yeye huyu mwenye alikuwa amenihost kwake bado watoto wake walikuwa high school. Yeah, hata kama alikuwa mwalimu. Yeah. Na bwana yake alikuwa ameaga tu na kuwa amekaa. So mimi nikatoka huko kwa my host nikarudi huku kwa Guka. Sasa mambo ya masomo imefika mwisho. Yes. Hata even before first term. Yes, imefika mwisho sababu sasa hakuna mtu wa kunilipia. So nikarudi nyumbani kwa Guka na nikaanza kutafuta vibarua. So those days hakukuwa na simu. Si kama saa hii unaweza pata mtu from anywhere na mpigie. So nakumbuka nilipata kazi ya kuchonga viazi kwa hoteli hapo Kiganjo Market, na nikimaliza nilikuwa napewa kazi ya kufua nguo kwa Dobi. So one day naona hapo ndipo Mungu aliingilia. Yule head teacher nao mwenye Mr. Kigwa mwenye alikuwa amenisaidia aka happen kuleta manguo, lakini alileta kama already nime home. But the following day akazikujia. So nilikuwa nazipiga, alafu nazifua, alafu napiga pasi. Alafu jioni sasa mwenye nguo anakujia. So nilipokuwa namalizia kuzipiga pasi, mwenyewe akakuja. Kumbe alikuwa Mr. Kigwa. Akastuka sana kunipata hapo. Na so hiyo akabeba kama mzigo kwake. And I thank God because alienda akaongea na one of the principals in a nearby school. Alikuwa anaitwa Mr. Jehia from Nembu Secondary School. Akampatia story yangu na akasema niliport school immediately. Wow. Yes. So kama ungeenda kwa hizo nguo singesoma. Okay. So ukaambiwa you report immediately. Exactly. So nikakuja nikatayarisha uniform yenye sasa nilikuwa nimefungua nayo Kagubili, na nikatrek all the way to Nembu Secondary School. Iko na huku chini. Nikaenda na I was enrolled to form 1, sasa second term. So already first term ilikuwa imeisha. So nikakuwa enrolled na nikaendelea na masomo. So at least because this one was a day school, ile 10k ilikuwa inanisukuma. Na sasa huyu principal naye akanichukua pia kama mtoto wake. Because hata most of the days alikuwa ananipatia lift. Ananipea lift kutoka kwetu ni pale ng'ambo. Alafu sasa Nembu unateremka on your way to Ruiru. Alikuwa ananisaidia kwa lift na nikaweza kusoma. Nikiwa kitu form 3 nyanya yangu akagojeka, akapoteza fahamu. So kuna siku singeweza kwenda shuleni sababu shosho ameamka usiku, ameenda kujisaidia lakini hakurudi kwa nyumba. So the following day inabidi uende ukamtafute. So nilikuwa
nachukulia heli niende nitafute shushu kuliko niende shuleni. So hata high school bado zile siku nilisoma bado zilikuwa chache sana. But at the end of the day niliweza kusoma na nikafika form 4. And as you can see here, I have my certificate. Yeah. Your form 4 DOE. Iko hapa. Okay, let me have it. Wow. Yeah. And you got a main grade of C plain. Yes. With all those challenges. Very true. Yeah, ndio hii. Hapa kuna story za ile kitu vijana wanasemanga, sitaisema hapa. Very true. You know, you can see it. Yes, there you go. So alipata a mean grade, nafikiri ukiangalia hapo chini utaiona a mean grade of C plain with all those challenges. Yes. You know. So during nikiwa form 3 Suso aliaga. Okay. Yes, akaaga. So after Shusho kuaga, Guka sasa akasahau na ile kazi yote nilikuwa nafanya. Akaanza kuona, unaona sasa after graduate sikurudi kwa yule host, na shule iko karibu. So nilikuwa natoka home naenda shule. So ninakumbuka kuna time especially wakati nilikuwa naenda kufanya mocks, Guka alinifukuza. Group ya pressure tu na wazee walikalake wanamwambia huyu ukimulea amalize shule atazaa na ataacha mtoto vile tu aliachwa na mama yake. So ni heli umfukuze mapema ili asikuletee mtoto hapa. So ninakumbuka vizuri sana nikifanya mocks. Kuna siku nilitoka juu ya mti nikatelemka mto Theta, nikaoga, nikabadilisha uniform, nikaacha hizo zingine nimeficha kwa kichaka, nikaenda shule. Yes. So, but I thank God because after all those challenges, I was able to get this grade. Na sasa nikamaliza form 4 hivyo. At least there is a certificate. Yes. Yeah. So, after form 4, sasa sikuwa na otherwise. Sikuwa na mahali pa kwenda. So, already Guka sasa ametamka maneno. Hata kama nitasoma na nimalize masomo huko sitakaa. Oh. So, after form 4, nilijoin my cousin. Alikuwa nakaa Kayole. Tulikuwa tunakaa na yeye vizuri. Sasa nikaona sina otherwise. Either nitafute kazi ya maid ama niingie tu kwa mtaa. Nikuwe chokora ama niende Koinange nikajiuze huko. But there were no option. Yes, sikuwa na other option. But nikiwa form 3, because of the circumstances, nilipatana na boyfriend. Some of the challenges zinafanya msichana atoke kwa nini. Unajikuta umejigiza kwa mambo mabaya. So nikakuta niko na my boyfriend. He is now my husband. Huku mambo nayo inagua moto. Yes. So nilipoenda Kayole kwa my cousin na sasa shida zimeanza kunikumba huko, nikaona hapana, mimi sitaingia kwa mtaa, sitaajiriwa, nitarudi kwa yule my boyfriend nisikie yeye amepanga aje. So that is now 2001. 2001 nimemaliza form 4. Umepata C. Na nimepata C. 2002 so nikakuja huku. Kurudi na huku si ati narudi kwa Guka. Nilikuja kumtafuta my boyfriend sasa. Either anioe ama nijitoe uhai. Na saa hiyo hata exam haijatoka. Oh, so saa hiyo hujajua una alama. Hata sijui. Okay. Disclaimer. We are not in any way saying that if issues ziko nyumbani ukimbie kwa boyfriend. That is not what we are saying. Every case is very unique. Okay? We know this is MBCI. MBCI is all about transforming lives. So usikuwe na ile thana ni kana kwamba tunajaribu kusema ukiwa na challenges, a girl child, ukimbie ukaoleke. That is not what we are saying. That is not what we are talking about. It is only that she's sharing her story the way it was. Are we together? Wewe soma. Na her story is not your story. Your story is totally different. Are we together? So you came back? Yes. Okay. Na tukakutana na yeye. By that time alikuwa anafanya kazi ya kuuza maziwa. Alright. Ana block maziwa huko anapeleka Githurai. So tukakutana kwetu kwa maduka akiokota maziwa.
na sasa akastuka sana kuniona na tukaongea na yeye. Anapeleka maziwa kwa pikipiki ama kwa gari? Alikuwa anatumia baiskeli. Alikuwa anatumia baiskeli. Kutoka hapa mpaka Githurai? Hapana, alikuwa tu anaokota huku. Lakini alikuwa anatumia magari. Tungemhurumia sana yeah. Okay. So tukaongea na yeye na nikamwambia shida zenye nimepata na huko, na nikamwambia sasa vile ninataka. So hapo wewe ukajiongea. Na unajua wanaume ndio hujiongea. Very true. Sasa mimi nilimwambia all I want. What did you tell him? Nilimwambia mimi nimetoka kwa my cousin na nimepatana na hii na hii. Na sasa nimekuja kwako as the last option. Either unioe ama niende nikajiue. So aliposikia ya kwamba nitajiua, akaniambia twende hata kama sikuwa nimejitayarisha kuoa. Ulimwambia hivyo face to face? Yes. And it was allowed kitu 5 in the evening. Nikamwambia that is why nimekuja. Na saa hakuwa na otherwise, akaniambia tutaenda home, lakini hata kama sikuwa nimejitayarisha tutajua ni aje. By the way hata hakuwa amejenga, alikuwa tu anakaa kwa kale ka cube na tukakuja na tukaanza maisha hivyo. Hika. Yes, nimepata bwana na nikaoleka. Wazazi sasa kwao hawatashindwa what's going on? Sasa ni nani? Shosho hayuko, ni guka na ni mwenye sasa alinifukuza. No, huku kwao. Huku. Wacha niseme waliniona lakini hawakuwa na la kusema because already niko na mwenyewe. Na umeamua kama mbaya mbaya? Nimeamua, yes. I was like 17 years. Umesikia ni kwa nini nakukataza sana na nakwambia? So 17 years, but it's because of how mambo imekuwa moto. Okay. True, yeah. So you got married just like that? Exactly. Okay. Na saa hii tuko kwangu. My husband is not in today. Ako job pali Nairobi, akupata nafasi lakini anajua mko huku. And he knows that you are sharing this story. Yes. And he knows that you are saying what you are saying. Very true. And he is okay with it? Yes. Okay. So nikaoleka hivyo na nikapata watoto. Now I am a mother of 3. My firstborn anaitwa Juguna. Ako Masai Mara third year university. The one studying there is the second born. Ako KU second year. Mathomire. Yes. Okay. Kona kasichana kako grade 4 saa hii. So wote niko na watoto 3. Na challenges zilikuwa mob sababu nimesema my husband alikuwa anafanya tu kazi ya hustling, so hakuwa na kazi permanent. Yeah. So kuna wakati tulikuwa tunajikuta hata bado chakula ni shida kupata, lakini siwezi nikaliganisha na ile maisha nilikuwa kule nyumbani. So nikafika mahali nikaona ya kwamba ile trend ama ile pattern nilikuwa napitia nikiwa nyumbani ni kama bado inanifuata. Nataka kujirudia. Yes, inataka kujirudia, na hapo ndipo sasa nilianza kumtafuta Mungu. Nikasema hata sitafungwa tena na dini. I was a Catholic. Okay. Nikasema sasa nitatafuta deliverance. Nione kama kwamba hii maisha yangu itabadilika ama naweza hata badilisha maisha ya my siblings. So nikaanza kutafuta deliverance services. Nilikuwa natoka hapa naenda Nairobi. Naenda na kesha huko in one of the big churches. Na kutoka hapo nikaanza kuona mwamko mpya after deliverance. Yes. So everything that you see here imekuja after deliverance. So nilisema nilimaliza 2001. Yeah. That is form 4. Form 4. Okay. Nakumbuka one of the days nilienda kesha na nikabeba haya makaratasi na nikamulilia Mungu sana kwa madhabahu. Nikamwambia ninataka Mungu niambie hii karatasi kwa nini ulituma wale akina Mr. Kigwa, Mrs. Kamau wanisaidie nipate hii karatasi. Exactly. Sasa ninataka uniambie ni kwa nini uliwatuma katika maisha yangu. So ninakumbuka after dedicating my papers nilikuja nikachukua 21 days of prayer and fasting na nikaombea nilikuwa ninalia kama nimeshika haya makaratasi. Na after 21 days of prayer and fasting, nikaambia Mungu ninataka unipatie answer ya maombi yangu. Kama umesikia maombi yangu, unionyeshe ni wapi nitaenda na haya makaratasi.
So the day I finished my fasting, usiku nikaona ya kwamba huku kwetu kwa boma kumejaa watu wengi sana, na alafu sasa nikaona mzee ameketi mbali ananiita. Mzee unajua? Sikuwa namjua, Okay. Lakini wakati nilimkaribia nikamjua. Na nilikuwa huko katikati ya from 2001 napata vibarua za kufunza watoto, so ikakuwa niko na hiyo passion ya kufunza. So hata wakati nilikuwa na fast, nilikuwa naambia Mungu, kama ulikuwa umekusudia nikakue mwalimu one of the days, nataka unionyeshe kama ninaweza soma. So wakati niliona ile ndoto na nikaona mtu ameniita, nikapitia katikati ya watu na nikamfikia. So nilipomfikia akaniambia, hey, wewe ndiye nilikuwa nataka kuona. Alikuwa na kabag, akachukua karatasi, akaandika, alafu akaplaka akanipatia. Kumwangalia uso nikakuta ni Fred Matiang'i. Mimi nilimuona ni Fred Matiang'i, na by that time alikuwa Minister for Education. So nikaona ile maombi yangu Mungu ameijibu na hii ndoto, na amenionyesha ya kwamba nitasoma. Na sasa kutoka hapo nikaanza kujitayarisha ya kwamba nitajoin a teaching profession na nitasoma. Na saa hiyo vijana wamekuwa, one is in form 1, the other one is form 2. Na hakuna pesa. Mzee hana kazi, lakini Mungu alikuwa ametujalia, tulikuwa tunafuga dume, zikifika mahali tunauza, vijana wanapata karo ya shule. No. Na wote walikuwa kwa shule moja, Muhu High School iko hapa tu. Okay. So watu nikawaambia mimi nitasoma na mimi ninaenda shule ya walimu. Wakaona kama nimelukwa na akili. Na nikaanza kujipanga. Nikipata 1,000 nanunua bag. Nikipata ingine ninanunua kiatu, ninanunua blanketi. Na nilikuwa each and every morning naombea na ninaziongelesha ya kwamba nyinyi sijawanunua ili mutumike hapa, munaenda mahali panaitwa Thogoto. Hata shule nilikuwa nimepanga already. The power of a vision. Yes. So 2018 ndio nilijoin Thogoto Teachers College, and here is the certificate. Nikatoka huko 2020. Yep. Yes. 2020 ndio nilimaliza Thogoto. Nilikuwa in service student, so nilikuwa nagojea vijana wanafunga na mimi nachukua virago naenda shule. Ninawaacha nyumbani wakiangalia their sister. So nilikuwa nasoma in service. Mama na watoto, kila mtu ni mwanafunzi kivyake. Watoto wakifunga, mama anakuwa mwanafunzi. Wakirudi shule, anakuwa mama. Very true. Ninamshukuru my husband sana, sababu alinishikilia sana, aliniwezesha nikamaliza. So wakati nilijoin Thogoto, after first term nikapata shule, mahali nilikuwa naenda attachment. Na sasa ile pesa nilikuwa napata, nilikuwa naunganisha, term ikifika mimi nalipa karo yangu. Kwa hivyo hakuna mahali nilikuwa naguza maisha ya hawa vijana. Na nikaweza kumaliza 2020. Nikakaa nje 2021 nikipata vibarua huku kwa shule neighboring. Na 2022. Na nikiwa huko nilikuwa ninajua ya kwamba Mungu ninayemtumikia ni Mungu wa wana wa Israeli. Aliwatoa in the wilderness na hakuna siku aliwarejesha huko tena. So ile miaka nilikaa bila kusaidika na hii karatasi, nilihesabu nikaona ni 17 years. From 2001 when I completed form 4, na ile niliingia Thogoto ilikuwa 17 years. So nilikuwa ninaomba Mungu na ninamwambia, I trust in you ya kwamba hautanirudisha in the wilderness tena. Na immediately after my course utanipatia kazi. And because you are a permanent God, mimi sitaenda kutafuta, sitaajiliwa na private schools. So nilikuwa hata nahubiria wanafunzi wenzangu huko Thogoto, na nikaweza kufaulu na nikapita vizuri sana. 2021 ndio niliweza kuchukua TSC number na whatever. So by September nilikuwa niko na kila kitu chenye kinahitajika ili uajiriwe na serikali. Na 2022 Januari tarehe 3 nilichukuliwa na TSC.
Sasa umeandikwa na gava. Sasa nimeajiriwa na government na sikupelekwa mbali. Mungu tu alituma malaika wake. Mimi siku apply kazi, nililetewa barua ya employment mahali nilikuwa nafanyia kazi. What? Yes. And now today you're a teacher. Yes. Which school? At Gatito Primary School. Just hapo tu nimekuta Gatito Catholic Church. Yeah. Hapo hiyo shule. Oh, that school that is opposite there. Yes. Na mpaka leo that is where you're teaching. Exactly. Na watoto wako bado wanasoma. Na wanasoma. Hebu touch on your mom. Mliwahi onana tena? Hatukuonana tena, lakini tulikuwa sasa, yule my cousin tulikuwa na yeye Kayole, alipata namba yake na tukaanza sasa kuongea kwa simu. Okay. But in 2001 ninakumbuka 2020 alinitumia SMS yenye alinitusi sana. Your mom? Yes, na akijawa iongea na yeye akaniambia hata akikufa nisiwahi fika kwa mazishi yake. Na 2021 April akaaga. Aliaga kama mimi simujui, lakini aliacha kama amenitusi nisiwahi fika kwa mazishi yake. So my mom died, mimi sikuenda kwa mazishi yake. My sister hangeweza, ako Saudi Arabia na bado ameoleka Kakamega. My brother tu mwenye sasa umeona kwa picha, sasa ni mzee, ako na familia, anakaa Kisilian. Yeye aliweza kufika huko. Okay. Lakini mimi sikuweza. So my mom huko alioleka, ako na watoto. Yule tu msichana alikuwa first born ndiye namjua. Second born ni askari wa KDF simjui. Na kona watoto wote walikuwa 5 lakini mmoja aliaga. Okay. But hatujuani. So mimi ningetaka tuonane na wao ili at least tukae kikao, na sababu baba yao bado ako. Yes, tujue vile tunaweza fanya hiyo mambo. Where is your grandpa? Nakaa Ruai sahi. He's still alive? Yes. Do you talk to him? Yes. Did you reconcile? Tuko pamoja sana na yeye. Okay. Yes. So the beef that was there is no longer there, and the hatred that used to be there haipo tena. Haipo tena. Na mkiongea anaongea tu vizuri na hana sana, issue. Hata ni juzi tu alikuwa hapa tu. Tunaongea na yeye. Alikuwa na shida, yes, anakuja huku. Niliwasamehe, hata huyo mama yangu nilimsamehe. Yeah. Nikaona nilikuwa nipitia hayo yote ndio niweze kuwa na a very big testimony yenye inaweza saidia mtu hapo nje. Wewe ambao uko hapo unanisikiza, ningetaka kukuambia usikufe moyo, because there is God of another chance. Na yale mapito umepitia, that is not the end of your life. There is God who can change your story. Yep. There is God who knows you. And if at all your road to your destiny has been so tough, jua at the end of the day, or at the end of the channel, or at the end of the tunnel, there is always light. Amen. Yes, kuna Mungu wa another chance. Oh yes. Ocio niwe Ngai. Kamiti is my very good name. Yep. Sehemu moja tu ya right ya Mashetani zoyo. Amechoka. Are you for real? We never know that